More so, even if you hata ukiangalia the candidate that is being pushed, look at the character of Alice Ng'ang'a. Observe vizuri. Is she bringing any policy? Is she campaigning on policy-based campaign? No. The only thing that I heard akisema, anasema eti achaguliwe sababu yeye ni mwanamke. No problem. We love mothers and we love these people a lot. But is that really a qualification for you to be voted as a governor? No. Still, she keeps on, she goes on anasema, eti if kama Wanga alichaguliwa kuwa governor, Waiguru akachaguliwa kuwa governor, Susan Kihika akachaguliwa kuwa governor, ati pia yeye sasa achaguliwe. Is that really a policy? Is that a reason for someone to be voted for as a governor? Yani haleti, yani ako na zero policy. Alice Ng'ang'a is doing a lot of meetings, spending a lot of money, telling people nothing. Thank you. Alice Ng'ang'a anafanya mikutano nyingi, anatoa allowances kwa watu nyingi, and doing a lot of nothing. Hebu imagine, hauna plan lakini unazunguka tu ukiongelesha watu, naambia watu ati kwa sababu mimi ni mama huwa anajua uchungu wa mtoto. Sasa uchaguliwe sababu mama anajua uchungu. Sasa ukue governor sababu wewe mama anajua uchungu. Basically, actually hata tuna discuss hiki tu sana kwa sababu sasa hii contest ni katikati yao. True, yeah. Na mimi naona Alice Ng'ang'a akipatiwa control ya Kiambu ni kama itakuwa control yake peke yake. Itakuwa watu wengi. Na ikikuwa watu wengi ni kumaanisha Kiambu itakuwa imerudi very serious steps backward. It will be chewed like interestingly, MCAs ni kama wameput pia their feet down. Wanasema hapana, hii Kiambu kuna venye tunataka iendelee kuraniwa. And by the way, let me talk a bit about the MCAs. Kama kuna watu wa maana hapa Kiambu, naona MCAs wa Kiambu, mimi nawavulia kofia. Heshimiwa MCAs, mimi nawavulia kofia. Our MCAs wamesimama na governor wa Matangi, my friend, I'm telling you. Wamesimama na governor to a point that kulikuwa na tetesi ya kwamba eti kulikuwa sijui tena impeachment stories somewhere hapo hivyo. Our MCAs walikuwa some of them walikuwa wanaambiwa atapatiwa $500,000, right? Wengine hata $3 million. Wakasema they want development in Kiambu. Hawataki sarakasi, hawataki siasa. They want the governor to continue delivering to the people of Kiambu. So our able MCAs, heko kwenyu. You people are so powerful. You people are so good. Continue that spirit. Na msitishwe. A message also to the MPs. Yes. MPs wa Kiambu. Kama hauran kiti ya governor, keep away from governor ni campaigns. Yes, true. Na kama weka unajisikia kabisa governor mwenye hako run vitu venye inafaa. Join the contest. Kuja pigania kiti ya governor. Kwa sababu hii story sasa ati 12 MPs kila siku mna campaignia candidate, mrudi mfanye kazi kwa constituencies. But still, I think it's a challenge kwa Mr. President. Kwani President kwani wapatiwe brief, naambiwa candidate wa UD wa Alice Ng'ang'a anafanya hivi, my MPs wanafanyanga hivi. Do they do postmortem of what they do of this whatever think that the easy meetings is a daily? Do they do postmortem of me feel kama pia president wana misleadiwa kidogo. President Mr. President, wacha kuharibu pesa na hii MPs wa Kiambu. Wanakutupa. Wacha niseme kitu. They're lying to you, bwana. Wacha niseme kitu. Yes. If I was the president, singe receive Koimburi na Wamuchomba. Kwa nini? Singe wa receive. Kwa nini? Hawa ni watu wameharibu kabisa. Hawa ni watu wameharibu. Mtu amekubali alijikidnap. How do you welcome him? Hawa watu, unajua, I suspect hata president wako anajua kama watu wataenda State House. Hakuwa sure. Hawa watu walirejoin UDA for survival. Na ni for survival on issues zenye ziko very foolish. Yes. Mtu kama Wamuchomba unasikia zile vitu zenye anasema zimemfanya rejoin president hapa atabidi akae sharp. Juu saa hii sasa zile advice anapatiwa especially na MPs wa Kiambu. Mimi narudia,
president MPs wa Kiambu wanakutupa ground hawana zero influence kwa ground. Watu wanakudanganya, wanakula tu pesa yako bure. Nasikia per day in these meetings wanapea watu 2,000 per head na wanakutana na watu 400, while at the same time Governor Matangi akienda ground yake anakutana na watu 8,000 na 10,000. Compare, watafikia lini mse? You can never compare these two. By the president, hiyo pesa fukuza watu waende kila mtu aende ground yake. By the way, sahi it is a fact that kila mtu sahi Kiambu ni kama ako UDA. Ebu angalia governor UDA, women rep UDA, senator, MPs wote sasa mpaka wale walikuwa wametoroka wawili si wamerejoin wa Moshombana nani. Mbona UDA baada ya kuendelea kuwa popular in Kiambu inaenda chini? Inaendelea. Good question. All elected members on big positions wako kwa UDA. Yes. Mbona bala iendelee kuwa popular? Inaenda chini. Kwa sababu all the MPs now are very very unpopular. Yes. Are very unpopular. Hata Inshongo huwa na survive on legacy. Legacy projects. Only. Not new projects. Kama sio hizo hata yangekuwa mahali. Kwa sababu I think hii ni kitu sasa inafaa tusiintroduce hizo politics Kiambu tena. Hizo politics zishapitwa na wakati. Wacheni Mama Simba ajikampainie na nini na hawa MPs wengine wakae tu kwa constituencies wafanye kazi. Hii story ya delegate kila siku, delegate meetings za kila siku. Watu wanakula pesa ya rais. Wewe hujachaguliwa governor. Unataka kupatia ati kazi ma CECs who? Ati wewe ndio unataka kuwe kwa meza ati kukichaguliwa CECs, ukichaguliwa CEOs, ukichaguliwa directors. Ati sasa mtu mpaka amefika mahali Kawanjiko anasema hata heri angepata position ya mtu wa kufagia. Mpaka mtu wa kufagia unataka kujua ni nani. Na huyu Kawanjiko ndio chief campaigner wa Mama Simba. Acha wa campaign. President bwana. Anyway.